So imekuacha bila kitu. Wewe utaenda upanulie miguu kina Big Daddy watakutumia pesa. Wewe ni rahisi, wewe ni msichana kuanza life ni rahisi. Wewe ni msichana. Nishakupea jina, acha sasa nirudi na vitu zangu. Aliniambianga hivyo. Na hii neno greedy maana yake ni kama tamaa. Yaani kwamba yeye anasema yeye anadai kwamba eti kuna tamaa ambayo ameiona ndani mwako. Yeye anavyomaanisha yeye. So tutakuja kugundua ni kwa na tamaa Boscan. Mimi sijaikuwa na tamaa. Na yeye kwa hiyo relationship sana. I was the one who nilikuwa na pesa kwa hiyo relationship. Oh wow. Sijawahi mkosea heshima, anajua. Sijawahi mdisrespect eti mimi ndio nikukufanya hivi na hivi, sijawahi. Hata yeye anajua. Okay. Naelewa. Nikikumbuka kama TikTok account nilitoa 300 followers. Ikafika karibu 3 million. Facebook kutoka 1k followers hadi karibu 1,000,000. IG hata hakuwa na followers. Mimi nikagangana nazo almost kufika 300k. Kujenga hii brand sikuandikishana na yeye mahali, sikumlipisha kwa sababu alikuwa mpenzi wangu. After hiyo kesi aka-apologize akisema ni marafiki walimforce kufanya hivyo, haikuwa mipango yake kunifanya hapo. Ikiwa yeye mwenyewe Prince anadai kwamba ati alikusaidia to build yourself, na tunasema kusema tu kweli alikusaidia, alikutoa mbali. Yes, alinisaidia of which hadi leo mimi appreciate kila siku, mimi appreciate. Sijai kata mimi ati mimi haja nisaidia. Mimi nimwambia manze, acha tukiachana tukitoka police station, nilimpea 100,000. Nikamwambia kwa hii do nitakupea 100k just to appreciate you, like ulinipea jina. Alinisaidia kugrowisha TikTok sikatai, lakini Facebook mimi ndio nilijigrowishia. Facebook nilijigrowishia, Instagram nilijigrowishia. Tukagrow pamoja YouTube. Like it alinisaidia kugrow ilikuwa TikTok na YouTube tumegrow pamoja. Hizo mbili. Yeah, anadai kwamba alikusaidia na sisi tunaona kama alikusaidia, but ni pale ambapo panaponishangaza ukisema kwamba uliwahi kumsaidia mtu, why utake kuchukua kile ambacho ulichomsaidia? Huo nao ni uwizi wa kuaminika. Ukinisaidia umenisaidia kitu na ukataka kukichukua tena at the same time, haukunisaidia. Na kwa nini mambo ya kwamba nilivyokusaidia sikutaka unilipe, si namna gani? Already mko kwenye mapenzi, mnapeana utamu. Huo utamu unatosha kuwa malipo between you guys wote wawili. So sioni kwa nini hapo Prince uliongea kauli. Anyway, tusikilize tu. Na anadai kwamba eti wewe police station ulimwambia kwamba yote ambao yamemfika ni marafiki zako ambao wanakushauri vibaya, ambao unasababisha mnapigana. Uongo. Ukweli ni marafiki niko nao ni wawili. Hata hiyo time nilikuwa tu na yule mmoja. Hakuna rafiki yote ambaye nishauri kitu, hakuna. Ni ile mimi nilikuwa nimechoka, nikasema mimi sitaki mahusiano yaendelee. Na that's why ulikuwa unaona walikuwa wanajaribu kuniongelesha, amepita kwa watu wengi waniongeleshe, nilikataa nikisema siwezi rudi hapo tena. Alikuwa asha decide. Nilali jela, hata mimi nikamwomba msamaha kwa maneno yenye nilimwambia, tukarudiana kama marafiki. Then tukapeana break hadi mambo yetu ikiwe sawa. A week later walienda road trip na rafiki yake. Hapo ndo sasa maneno yametokelezea. Vile tumeongea kwa simu aliniambia ni beshte yake amempeleka out huko Kitui. Mimi nikakubali kishungo upande, though instinct yangu inaniambia kuna something. Kumbe walipelekwa road trip na seneta fulani, sitaki kumtaja juu ya security. Huyu senator ni nani ambao ni mheshimiwa alikupeleka huko? Nijibu tu shortly. Okay, siwezi taja jina la senator. Kumbe yupo. Thank you. Inatosha. Okay. Saa 5 ya usiku nikapata ameni video call. Kuchukua call ako uchi ya mnyama, ametense. Hey, ulipiga simu saa 5 usiku ukiwa uchi wa mnyama, video call. Yes. Ni ukweli au ni uongo? Ni ukweli. Thank you. Akanishoa akilia, nataka kuuawa, tafadhali kuja uniokoe. Mimi hey! To cut long story short, pamoja na friends. Katika kilio chako ulikuwa unalia ukiwa uchi wa mnyama, umempigia boyfriend wako hivyo, unataka kuuawa. Ni ukweli unataka kuuawa na nani? Ni kitu gani kiko kinaendelea? Sasa hiyo story, huyu senator mimi sikuwa namjua. Alikuwa rafiki ya nani? Rafiki ya huyu rafiki yangu. So hawa waliongeleshana kwa simu, walipatana, waka hang out.
Then huyu senator akamwambia the next I think the next week wanaenda ilikuwa Kakamega, wanaenda Kakamega Kitui, wanaenda Kitui. Hizi stories za hizi vitu za 2027 hizo. So huyu akamwambia mimi siwezi enda peke yangu, lazima ni involve a friend. So huyu akakuja kuniambia Keke, mimi kuna mtu tumepatana, ni mtu wa government, he just like anataka tuende na yeye uko Kitui, like but tutarudi the same day. Amini nikamwambia ni sawa. Hadi akamjoinisha kwa call, tukaongea, wakaniambia sawa, we pick you, tuende wapi? Tuende huko Kitui. Tutarudi the same day. Mimi nilikuwa na kazi nafaa kufanya the next day. So tulienda huko, tumeshinda huko. He was a good guy the whole day. Alikuwa mzuri. Mimi tulikuwa tunaongea, tulikuwa tunajuana sana, alikuwa anajuana na huyu. Alikuwa mtu mzuri the whole day. I think yote hata ni haiongelelea kwa nini kwa hapa kwa TikTok live. Kwa TikTok live. Vile tulirudi kama tunakunywa. Tulikuwa tunakunywa pombe. Kurudi wapi, nyumbani au kutoka Kitui? Kurudi sasa tukitoka Kitui tukirudi Nairobi. Majioni. Anazungumzia kuhusu hii video call ukiwa uchi wa mnyama, huku ukisema kwamba nisaidie, nataka kuuawa. What happened? So boss Khan, huyo jamaa mimi na yetu like alini DM, akani DM akaniambia like can I take you out? Venye tulienda out tukaongeaga, akaniambia next in few days we have a road trip, can we go together? I was like no, I don't know you enough for me to go alone with you, so I have a friend, labda tukienda naye, akikata mimi siendi. Tukajoin calls si watatu, Keke akakubali. The next day tukaenda. Mimi sikunywi pombe, I don't drink alcohol. Keke does and the guy does. So like venye tulikuwa tuna drive, they were like drinking, you know, stories and everything. Mimi ni mtu wa kulala, kama kuna mtu ananijua, like me I sleep the whole day. So like the whole trip me I was sleeping. So like wana have fun too, like stories respectfully, yeah. So tulirudi kama huyu ashakunywa, ashalewa. So me kazi yangu ilikuwa ni kutake care of Keke, like afike home akiwa safe. Kwangu ndo kulikuwa karibu kufika. Nikamwambia Keke, usiende home, make sure ulale kwangu and then utaenda nyumbani kitambo, ya tomorrow. So after that nika make sure bag zote, vitu zote niko nazo juu Keke ako drunk. Kumbe tumesahau handbag ya Keke kwa gari ya huyo jamaa. Venye tumesahau kwa gari ya huyo jamaa, bodyguards wake na driver tulikuwa tushawa drop because it was like ilikuwa 9, ilikuwa usiku at 9. So alikuwa yeye ndo ana drive sasa. Keke akakata, akasema kwa hiyo gari, kwa hiyo bag kuna kizangu na mimi niko na kazi kesho, nafaa kufika nyumbani, niko na shoot kesho. So after that nikamwambia Keke, si tunaweza mcall kesho asubuhi ailete, you get like ailete hiyo bag. Keke akakata, nika insist, Keke akakata. Venye amekata nikamwambia I'll keep on calling you, uniambie kwenye umefika, cause alikuwa drunk, so siwezi muacha like how yuko sawa, you get. So venye amefika kwa hiyo gari, penye amempinia location, nimesimama hapa kuja, akanini nikapigia Keke, akaniambia nimefika kwa huyo jamaa, nataka nichukue Uber niende nyumbani. Venye ameniambia hivyo sasa, kumbe jamaa akamconvince acha nichukue kitu nyumbani alafu nikusindikize, like nikudrop ya nikudrop nyumbani, ngoja kwanza nichukue kitu kwake inakuanga sijui wapi, nichukue kitu something. Keke sasa hayuko on like well sense, sasa akakubali, ndio hivyo wakaenda. Okay friend, niko hapa. Hii video call Keke ambao anampigia Prince usiku akiwa uchi wa mnyama, akimlalamikia kwamba anataka kuuawa. Nifafanulieni hapo. Yani tunaenda hapo. Yeah. So venye amemdanganya kampeleka kwake, sijui anampitisha kufanya nini, ndo akampeleka kwake na huyo jamaa akampeleka Keke kwake. So Keke si alikuwa like, anataka kuuse washroom. Keke akaingia kwa nyumba. What happened I don't know. Keke sasa ndo ataongea. Mimi nilikuwa naongea venye tulipatana na huyo jamaa. Keke mic kwako. So si aliniambia kuna kitu anataka kuangalia. Wait guys, sio cooked, kwa sababu kwa upande wa aliyeongea ni boy child, unaelewa? Na Keke amesema kwamba ni ukweli, alimpigia boy child akiwa uchi wa mnyama, akilalamika anataka msaada. So both side wanaongea kitu kimoja.
So nataka kujua sasa, atueleze akiwa uchi wa mnyama, akipiga simu video call, akiomba msaada, anataka kuuliwa, ni vipi, ilikuwaje? So si hiyo time set I was that drunk but nilikuwa high kidogo. Akaniambia ati kuna kitu nafaa kwenda kuchukua, it's like 1 kilometer away, tuchukue tukienda hivyo juu mimi nakaa hizi side za Kilimani, tukirudi hivi. Mimi nikaona ni sawa. Si tukapita huko tukafika mahali kwa estate. Hata sikuwa najua ni wapi, honestly sikuwa najua ni estate gani. Tukafika mahali kwa estate, akapaka gari nje. Mimi nikabaki hapo, yeye akatoka akaenda. Vile ameenda amekaa, nikampigia simu nikamwambia can I use the washroom? Akaniambia ni sawa. Akaniambia kuja nikuonyeshe washroom. Nikaingia. Vile naingia, kijana amefunga mlango. Kufunga mlango, anakuja sasa akicheka ile kicheko inakaa disgusting. Ananiambia wewe kike, kwa nini umeingia kwa hii nyumba, umefanya makosa sana. And I'm like, ni nini mbaya? Senator ndo anakuambia hivyo au vijana wake? Vijana mimi sijaona na anyone bila huyu senator. Sasa ndio nataka kuelezea sasa hiyo story. Akaniambia umefanya vibaya, kwa nini umeingia kwa hii nyumba? Nikamuuliza what do you mean? Mimi the whole day nilikuwa naona ni mtu mzuri, alikuwa anacheka na tuongelesha vizuri. Sijasikia anaweza fanya kitu mbaya. And I'm like, ni nini? Nikadhani maybe akukujoke. Nikamwambia can you please show me the washroom? Akaniambia hebu kaa hapo kwanza. Si mimi nikakaa. Akaniambia wewe kike, kitu ujue wewe kitu moja ni mimi sipendi wasichana. And I'm like, sasa mimi ni nini hizo stories zinaingiana aje? Si mimi nakwambia nataka washroom. Akaniambia washroom utaenda, lakini mimi nakwambia tu mimi sipendi wasichana. Mimi napenda wanaume wenzangu. Na ananiambia mimi napenda wanaume wenzangu. Lakini hakuna kitu inanifurahisha kuona msichana anakula na wanaume more than 5 uko nyuma, alafu na record. Like I feel that's my happiness. Akaniambia hivyo mwanaume. Senator makubwa Akaniambia mimi na feel like my happiness ni kuona msichana akikulwa na wanaume more than 4 ama 5 men wakimkula, then I record. Like that's my happiness. Alafu anacheka ile kicheko kama ya mashetani. And I'm like, nikamwambia hebu tell me this is a joke. Juu mimi nakuanga sensitive sana. Usiniambie kuongea ukweli. Niambia wewe unijue msichana. Akaniambia kwanza kitu nitakufanyia hutaisahau. Akaniambia uko njaa? Nikupe chakula kwanza ukule before nikuitie vijana wangu wakukule. Nikamwambia mimi nilikuwa nataka washroom. Akaniambia unataka washroom? Akaniambia hebu kidogo kwanza niite wa vijana niwaite nisikie kama wako. Hii mambo ni makubwa. Sasa hiyo nyumba iko na juu na chini. Sasa naita watu wako juu. Anaita sijui ndio anaikuwa fulani, anaita fulani hawaitiki. Anaita fulani hawaitiki. Mimi yote mimi nimeshtuka juu the guy already amechange sura. Sasa he's not the one nimekuwa nikiona the whole mchana. Amechange appearance. Hadi ananiongelesha nikana nataka kunipiga. Ameita vijana hawaitiki. Kama walikuwa wamelala, maybe kama walikuwa wametoka, sijui, hawakuitika. Mimi nikamwambia, "Aki please, si unionyeshe washroom." Akaniambia, I'm sorry. Washroom niko pale. Unaweza enda. Ujua ameshafunga already mlango haina key. So siwezi toka. Akaniambia washroom niko pale. Akaniambia nikiamka akaniambia hebu simama hapo. You need to remove all your clothes ndio uende kwa washroom. Nikamuuliza mbona nitoe clothes? Akaniambia toa. Nikamwambia sinaenda kwa washroom tu. Akaniambia toa nguo. Si mimi nikatoa. Nikabaki uchi. Nikabaki uchi, nikaenda kwa washroom. Vile nilienda kwa washroom nikajifungia ndani. Hapo achaninyang'anya simu, huyu alijaribu kunipigia, akachaninyang'anya simu. Siwezi nikachukua simu nipigie anyone, siwezi nikaongelesha anyone. Simu yangu ako nayo, akaniambia toka hapa bila anything. Like toka nikiona tu uko uchi like hauna kitu. Mimi nikaingia kwa washroom nikajifungia. Nikiingia kwa washroom hata sikuwa vile nilishtuka hivyo.
Hiyo mkojo yangu yote ilitoka. Nilikaa hivi hata bila mkojo juu nimeshtuka. Vile nimeingia kwa washroom nikaona mlango ingine inaingia kwa bedroom ingine. Sasa nikasema maybe hapa kunaweza kuwa na mlango. Nikaingia kwa hiyo bedroom ingine. Kuingia kwa hiyo bedroom ilikuwa na utu vitanda twa OC. Utu vitanda tudogo twa OC ka black. Alafu na kitu kingine kanakaa ka ofisi. Najiuliza kuangalia hii mlango sasa ya hii bedroom iko open. So mtu anaweza ingia kwa bedroom, anaweza ingia kwa washroom. Nikajaribu kufunga hiyo mlango at least basi nijifungie ndani ya nyumba. Hiyo mlango kama imeharibika, haiko inafungika. Nikarudi kwa washroom, nikatafuta dirisha. Sasa hapo niko uchi sasa. Nikajaribu kutoka na dirisha, kadirisha kalikuwa kadogo, nikashindwa. Nilikuwa na wig na nikatoa na kulikuwa kunanyesha hiyo time. Kulikuwa kunanyesha. Nikajaribu kutoa wig, nikaitoa nikairusha huko nje. Nikatoka na dirisha, kufika mahali dirisha ikifika hapa imeniban. Siwezi nikatoka, siwezi nikarudi ndani. Alafu sasa ameshaona niko kupoteza time. Anaanza kuniita, anagonga kwa mlango. Keke, hebu toka kwa hiyo choo. Toka nikama. Alafu nikatoka haraka. Ndo mahali kulitoka hii alama yenye kusema. Ilikuwa refu, ilikuwa inafikanga huku. Juu hiyo chuma ilinikwaruza hadi huku chini. Nikatoka na dirisha haraka ndio asisikie kama nikupitia kwa dirisha. Nikarudi kukaa kwa choo tena. Nikamwambia situlie kidogo. Najisaidia nakuja. Haya, akaenda akatulia tena kwa sitting room. Nikajaribu sasa kwenda kupita kwa bedroom, nipite kwa dirisha bedroom. Pia dirisha bedroom ni kadogo. Sasa vile nilikuwa nishapita dirisha bedroom, sasa siwezi nikarudi nyuma na siwezi nikatoka. Nimekuwa tu hapo kwa dirisha, nimeshindwa kutoka. Kukuja ameona nimekawia, akakuja sasa alikuwa anajua hiyo bedroom iko na mlango anaweza pitia. Kupita hivyo kaniona kwa mlango kwa dirisha. Akaniuliza, "Keke ni nini mbaya? Mbona napita kwa dirisha?" Nikamwambia mimi vitu ulikuwa unaniambia nimeshtuka, that's why nilikuwa najaribu escape. Akachange sasa. Okay, I was just joking. What's wrong with you? Ebu rudi, ebu achana na hiyo story. Hapo ukiwa uchi wa mnyama. Niko uchi wa mnyama. Kuna kitu nimevaa. Oh my days. Aniambia, okay, I was joking. Kumbe umenichukulia serious. Ai, Keke hiyo kita iko serious. Ebu toka vizuri na urudi kwa nyumba uvae nguo. Kwani unatoka kwa dirisha na una nguo? Ebu rudi ndani. Sasa mimi nikasema huyu akakujifanya ndo anifanye vizuri, nirudi huko ndani kwa nyumba sasa nifungie vizuri. Mimi nikasema sitoki kwa hii dirisha. Sasa hii part moja iko nje, iko kunyeshewa, hii part nyingine iko huko ndani. Sasa kiniambia Keke unanyeshewa, si ujaribu kurudi huko ndani. Nikamwambia nimeshindwa kurudi ndani. Akapita huko nyuma, akanajaribu kunivuruta na nyuma, ameshindwa pia. Lakini huyo rafiki yangu anakuanga na shida ya asthma. Nikafikiria kitu najajifanya hapo ni mimi ni mgonjwa. Nikakumbuka asthma, mtu ako na asthma apatani na baridi. Hapo nikajigonjesha asthma. Nikaanza kuhema. Hapo niko kwa hiyo dirisha. Nimeanza kuhema hivyo. Akaniambia, "Keke, ni nini mbaya? Kwani ulikuwa na asthma? Mbona hujaniambia?" Amekimbia, ameanza kunipiga pika hivi. Amenipiga hapa. Na bado niko tu hivyo. Unajua mimi niko kujifanya juu nakumbuka huyu anakuanga na asthma na hiyo inhaler yake ilikuwa kwa bag yangu. Ilikuwa kwa handbag yangu. So mimi nikajaribu kujifanya mimi niko na asthma na nishapatana na baridi already na niko uchi. Amejaribu kunipiga, akaniambia, "Inhaler yako iko wapi?" Namwambia kwa bag. Kwa bag ametoka nje kuangalia kwa gari, kujua kuna haraka sana anaona nikaa nakufa. Amerudi huku ndani kuangalia aoni. Akaniuliza, akaniambia sioni, nikamuonyesha kwa gari. Na unajua alikuwa ameshafunga kwa gari. Nikaona amefungua mlango hivi. Amefungua na ingia kwa gari. Nimetoka haraka, nikakimbia ndani ya sitting room, nikachukua hii simu yangu, nikachukua simu yake. Sikukumbuka nguo na nikatoka. Tulipatana kwa mlango kama nimeshaenda huko. Nikiwa uchi na kunanyesha na ni usiku. Sasa nataka kujua kabla sasa simu unazichukua, video call natoka wapi between wewe kumpigia boyfriend wako nani wa zamani? Okay. Hapo sasa nishatoroka, nimetoka kwa hiyo nyumba na niko uchi, niko kukimbia. Amenijaribu kunifuata, amenifuata akachoka.
So hiyo estate nilikuwa nachoka mahali naweza jificha juu kulikuwa na maua, nikajificha ndani ya maua. So vile huyu jamaa aliona ni kama huyu msichana atanichomea, akaenda kwa gate kuambiana watu wa masoja kwa gate, akwambia kuna msichana hivi na hivi na hivi. Na mimi nikafikiria ni kama hao watu wanalipwanga, maybe hizo vitu zifanyike, wanapewa ngwaka kitu. Mimi nimeenda kujificha sasa kwa nyumba nyingine ya mtu mwingine. But sasa ujue hiyo time watu wamelala. Sasa ni estate wanakuanga na tu nini tudogo. Nimeingia nimejificha, ndo nikapigia nani, mtu wa kwanza nilipigia ilikuwa Balini. Nikamwambia Balini, ule mtu wako, ule mtu ni mnyama. Imagine nikamwelezea Balini kulinda hivi na hivi. Alinimetoka nachukua kitu kwa nini hivi kikaenda hivi. So saa hivi alikuwa anataka kunitia mavijana wanikule huku nyuma. Balini hapo hata akaniambia uko wapi? Nikamwambia mimi sijui mahali niko. Mimi tulitoka tu kwa kuletongo aje kwa petrol station, akisema ati anapita kuchukua kitu. Mahali sasa alikuwa anachukua sijui, hiyo place sijui. Akaniambia nitumie live location, nikamtumia. Hapo kwa live location. Nikamtumia live location na nilikuwa worried juu nilikuwa nimesema nitakupigia, yani usiende popote, uende nyumbani. So like sikuwa nimelala na nilikuwa nimechoka though. So nilikuwa naongoja watu wa kukwama. Mtu anapopata matatizo, hata yani angalia, hata mwizi anapokwenda kuiba, kuna sehemu unaweza ukaruka ukapita bila wewe kujua. Tayari ameshagundua kwamba hapo in danger. Na ile neno ya kusema amekwama mahali, sijui utatueleza ulijitwaje, maana umechanganikiwa, mambo yalikuwa ni mengi hapo. So utakuja kutueleza baadaye, but sasa umeshakimbia kwenye sehemu nyingine ukampigia simu rafiki yako. Nishapigia huyu wa kwanza, nikamwambia ita police station haraka, ita mapolisi haraka, muangalie live location yangu. Mtu mwingine nikaona pia huyu ni msichana, na hiyo time ujue tumetoka police station na Prince, we are not bad friends, we are not enemies, we still talk. Nikampigia pia as a friend, like ule mtu unaweza jua anaweza kuokoa kwa shida. Ukiwa kwenye nyumba nani hapo? Sikuwa kwa nyumba, nilikuwa outside na kunanyesha na niko uchi. Alikuwa kwa balcony ya neighborhood, hapo kwa neighborhood. Like unajua hizi nyumba za estate. Nyumba za estate. Unajua guys, comment section, mimi ikiwa boy child ambaye ndio wanabishana wote, huyu na yeye amesha confirm hiyo kitu kwamba alipigiwa simu na akamwona msichana akiwa uchi. Wewe hauna right ya kubisha kwa sababu haukuwepo, na muhusika amekubali alikuwa uchi. Tunaulizana nini hapa? Twende nalo. Wewe usijali, mimi naongea na comment section. Twende nalo. Ukapiga sasa. Sasa nikapiga juu tulishatoka police station, hiyo story imeisha. We are not enemies. Nikampigia as a friend mwenye anadhani ukiwa kwa ngorika hiyo na kwa mahali ujui, utapigia tu anyone usikie kama utapata usaidizi. Nikampigia nikamuelezea hivi na hivi, hata kutaka kusikia alianza kulia. Nikamwambia nishaambia Balini pia, like mfuatane na Balini, mwende police station, mtafute watu. Simu yangu ilikuwa inazima, ilikuwa 3%. Nikapigia kijana mwingine rafiki yangu anaitwa Alvin. Nikampigia pia nikamwambia nyinyi wote muongelesheni Balini nishamwambia the whole story, anajua hata vile ilianza. Huyu anajua. Endeni mkaongee na yeye. Simu yangu ikazima. Ukiwa na simu yako na simu ya senator. Yes, simu ya senator sasa hapo niko nayo. But unajua simu ya senator siwezi nikafungua juu iko na password. Good. But niko nayo kwa mkono. Hii simu yangu ikazima. Sasa vile imezima, but hao washaona already live location ni wapi. Nikakaa hapo kwa hiyo nyumba ya neighborhood, nikaanza kuona ni kama maaskari wananitafuta. Nikaona wananitafuta, nikajificha. Mimi nilikuwa naongoja nisikie kama hawa watafika kwanza. Nisikie maybe wakipiga kelele huko, maybe nitokelezee. Vile nimekaa hivi kidogo nikaenda nikaona baridi imenimaliza, nikaingia huko ndani huko mkigo hicho kwa backyard. Yes. Nikachukua nguo za mtoto wa shule, nikavaa nguo za uniform za mtoto wa shule, kijana hata, nikavaa hizo nguo zake na nikakaa hivyo nikangoja wakuje. Vile nangoja saa 8, saa 9 hawakuji. Nikaona saa 10 inaingia. Mimi nikasema acha tu nitoke nikachungulie kwa gate, nione rada ni gani. Nikatoka nikatafuta gate. Vile nilifika kwa gate, masoja wananiuliza, msichana umetoka wapi? Nikamwambia sijui. Umetoka house number? Sijui. Wakaniuliza ulikuwa na nani? Sijui. Wakaniambia hebu kuna mtu alikuwa anakutafuta, tulia hapa kidogo tumuite.
Mimi nikamwambia pia mimi nimeita police station, nimeita mapolisi wanakuja kwa njia. Sasa tutangoja. Sasa wakaenda wakamuita huyo mtu akakuja. Vile amekuja sasa amesha change sasa. Amechange like amekuwa mtu mzuri tena. Senator huyo sasa. Amekuwa mtu mzuri tena sasa. Oh, Keke, I was worried about you. What's wrong with you? Mbona Keke unakimbia bila nguo? Keke Shula, you know, hata I was very worried because dina asthma. Keke I thought umekufa. Haki Mungu wangu. Keke mbona unavaa nguo za mtoto? So ukuje tuende kwa nyumba uvae nguo zako na lakini sirudi kwa nyumba yako wewe mwanaume. Mimi sirudi kwa hiyo nyumba yako. Akaniambia, hebu mumuongelesha kuja akavae nguo zake pale. Mimi nikawaambia mimi sitoki hapa until polisi wakuje, sitoki. Akaniambia sasa ni polisi wa nini Keke? Ni nini mbaya? Sasa anajifanya sasa hata ajui story. Ni nini mbaya? Nikamwambia wewe unajua kitu ulikuwa unataka kunifanyia. Akaenda kuongea kwa simu. Sasa vile ameenda kuongea kwa simu, huyu Unampatia simu yake? Hapo nimeshampatia simu yake. Hapo sijampatia simu yake. Kwanza vile nilichukua simu yake, nilitoa simu card yake, nikaweka simu card yangu. Ndio hawa waweze kunipata. Kupata good. Nikaweka so mtu alikuwa ananipigia kwa normal call, alikuwa anaweza kunipata na simu card yangu. So akaniambia akaenda. Kwanza vile ameenda hawa masoja wanakuja sasa kuniongelesha, wananiambia hebu tuambie ukweli msichana. Tuambie ukweli, sisi hakuna kitu tutakufanyia. Sisi pia ni binadamu na tuwezi kubali kuona mtu anafanywa kitu mbaya ati alafu tumsupport. So mimi nikawaambia, nikaelezea story imeenda hivi, kumeenda hivi. Guys, wanazungumzia hapo sasa umechukua password yake ilikuwa huyu, umeweka sim card yake. Mimi sikuwa najua nimeweka sim card, but mtu ananipigia naweza nipata na normal. Na hiyo ni kwa Android. Ni simu ni Android, si iPhone. Na make sense. Endelea. So wananiambia sisi ni binadamu, hatuwezi kufanya kitu cha unyama. Hebu tuambie ukweli, ni nini imehappen huko ndani? Tuambie ukweli. Nikawaambia kila kitu, wakaniambia na hizo story tumezisikianga sana. Wananiambia hata last week kuna msichana alikuwa amekuja huku ameharibiwa huku nyuma, alikuwa na damu. So security pia wanajua mambo ya huyo senator anaofanya. Wanajua, lakini hawako wanajua hiyo story ni ina happen wapi. Wanajua ni kwa hiyo estate kuna case kama hizo. Wanasema kuna vijana wanakujanga wanaharibiwa hivyo tu, wanapata makesi hizo kwa hiyo estate mingi, like hizo case ni mingi. Wakaniambia lakini kama umeweza kutoka, hiyo nayo umejaribu. Like ukiwa umeshafika hapa kuna kitu kitakufanyia, uko sawa, uko safe. Nakwambia lakini wewe tulia tu. Kitakufanya lakini usikubali kurudi kwa hiyo nyumba yake. Akuletee hizo nguo zako uvalie hapa na uende. Nikamwambia sawa. Sasa yeye ameenda kuongea na simu, akarudi akaniletea na hizo nguo zangu na bag. Akaniambia basi sinirudishie simu yangu. Akaanza kuambia huyu msichana hamumjui. Huyu msichana anakuanga msichana wa TikTok. Mimi hata nakuanga fan wake. Hakika nakuanga kazuri. Like amesha change sasa, hata haiko mtu mbaya tena. Like he's a good guy, like pretender. Sababu alishajua kwamba siri zake tayari ni kama yani utamweka tu nje tu. Sote watajua pia. So akaniita kando, huyu senator kwanza akaniita kando, akaniambia, Keke, hizi vitu zimehappen me. Siweni wewe, I think overthink. Like mimi sikwangi mtu mbaya hivyo. Wewe ndio unajua ulikuwa drunk. That's why hizo story umezichukulia vibaya. Mimi nakuanga na joke. Hata uliza Berlin, mimi nakuanga na jokes ka hizo. Nikamwambia jokes ka hizo aje na kula niitia watu wakuje kunikula. Akaniambia hapana, mimi siwezi fanya kitu kama hiyo. Walai, hata usiambie mtu. Wacha tu hiyo story iishe. Mind you, nikimpigia huyo jamaa namuuliza Keke yako wapi? Mbona hajanipigia kama amefika nyumbani? Ananiuliza I don't know. Do you know where she is? Sasa nimeshaanza kukua mkali. Hapo niko on my way to police station. Kina Prince walikuja wakiwa watatu. Nishaongea na mapolisi tuende sasa kwa hiyo estate like simu ya Keke inazima, like we need to hurry up juu simu ya Keke inazima. Si Prince amesema ati rafiki yake alikataa to involve polisi. Wallahi mimi nilienda polisi, wakakuja wakanitoa police station, wakanipeleka sijui inaitwaga aje ati kwenye wata trace sasa simu yake. Mimi am like wata trace simu yake na imezima. You get? Hadi penye tulifika hapo tukaambiwa mkuje kesho.
Sasa kesho aje, like mimi sisi wote wakatuambia twende nyumbani tungoje kesho. Hivyo sasa ndo tukaendaga nyumbani Keke. Sasa akaenda nyumbani, like wakamlipia Uber venye amesema tu walimlipia Uber, ndo akaenda nyumbani akatupigia simu kama ako sawa. Lakini mimi nilienda police station, tulikuwa tutoke na gari juu huyu Keke alikuwa ameniambia usikuje peke yako, at least ukuje na mapolisi. Walikuja wakanitoa na tukawaacha hao mapolisi wameamka na gari washawasha, wakanitoa hapo wakanipeleka sijui kwingine. Rafiki yake alikuja akisema ati yeye ni I don't know, policeman. Alikuja kiniambia hivyo ati twende mimi nitakusaidia. Walikuja wakiwa watatu wakanitoa police station na tungeenda kumchukua Keke hiyo time. Hai, nimeshaelewa hiyo part. Story ya senator ni hiyo. Haiko story. Okay. Senator, mbona mumtaji jamani? Senator ni nani anafanya mambo mazito kama? Hatuwezi mtaja. It's not right for our own safety. Okay. Tutajua tu comment section tukutane FYP. FYP tunakuja guys. Tutamjulia FYP tutajua namna itatuletea search bar. Thank you. Duniani hakuna siri. Ipo tu. Tusikie. So wangu tukaripoti incident alafu tukaelekea kumsaidia. Kufika beshte yake akatushow atufai kuinvolve polisi juu huyo msee ni mtu wa gavana, baadaye atamfuata. Nikakuwa confused. Later on saa 10 asubuhi sisi tulirudi nyumbani after maskari walitushow huyo mtu hakuna kitu tutamfanyia. So story iko sawa. Hata Prince anaadmit kwamba kila kitu kiko sawa. Comment section mtaacha kiherehere. Mlearn kulisten, kusikiliza pande zote mbili. Prince anaadmit kwamba ilienda hivi kawa hivi. Yeye mwenyewe anawahakikishia. Thank you so much. Dae ndio tukajua kumbe mheshimiwa walienda kwake na yeye wakafanya something na akamwambia angetaka kumbe mlishapeana utamu. Mlifanya something. Mbona huyu kwanza kitu unafaa kujua huyu mwanaume hapendi wasichana. Mbona muelewi hiyo? He's gay. He's a gay. Hapendi wasichana. Huyo mheshimiwa? Si ndio? Okay. Vijana wake 4 wamkule simu tu. Hapo ndo karuka na dirisha na kutoka mbio na kujificha kwa maua, ndio akanipigia simu. Mnakumbuka video fulani akiwa ameumwa mwili mzima akawaambia alianguka? Haikuwa hivyo. Mimi aliniambia niachane na hiyo kesi. Mheshimiwa amepatana na yeye akamlipia Uber hiyo usiku na kumlipia rent ya miezi 3. So hapo kwamba uliongea na mashabiki zako ukawaambia kwamba walikuwa nakuuliza mbona umeumia, ile sema ambayo ulituonyesha kwamba uliumia. Hapa walikuwa nasemanga ati hii ni family planning nimewekanga. Nikawaonyesha. Okay, ukawadanganya ukaambia watu kwamba bwana hapa nilianguka, lakini ukweli ni kwamba for short story sikutaka kuja kuongelelea. Ina make sense. Sema tukanyange hiyo story juu mheshimiwa hataki kuharibiwa jina. Kweli mheshimiwa baada ya yote alikulipia rent ya 6 months. Uongo. Hakunilipia rent. Alinitumia pesa za kwenda hospitali. Juu nilikuwa nimeumia na Uber bas. My brother, thank you so much. Alikutumia how much? Thank you so much. Ilikuwa 30,000 ya kwenda OC. Okay. Niliachana na hiyo story, although hiyo story ilikuwa inanisumbua but sikutaka ku risk life yangu. Another story yenye sasa ilinifanya ni give up. Nikatoa video nikisema tumeachana. Tukiwa on break, dem alikuwa all over. Marafiki zake za madem ni wale wa mapombe na road trip. Kila siku ako clubbing, ananipigia saa 9 usiku kama amelewa. Mavazi imebadilika, hata atulii kwa nyumba, kila siku ako tu njiani. Nilijaribu kumuongelesha, but ananijibu na madharau. Niachane na life yake juu saa hii anaweza enda mahali anataka, akutane na wenye wanataka. Mimi naye siku give up juu bado sometimes pia kwenye maisha marafiki pia wanakoga wabaya, anavodai kwamba eti wewe ulijiunga na marafiki ambao eti wanakunywa pombe. Uzuri nimesikia huyo hanywi pombe. Umesikia rafiki yangu anakunywa pombe? Sijai kunywa pombe, I don't. Umesikia hiyo road trip moja tumeenda, ni road trip ngapi tumeenda? Hiyo moja tu ndo anasema tunaenda road trip. Mimi stories za kwenda club, mimi na host clubs. I do club hosting. Okay. Ngoja niendelee. Nilikuwa nampenda, but the more namchase the more anaenda mbali na mimi. So one day
just by mistake TikTok yake ilifunguka kwa simu yangu. Hey, bro, kenye nilipatana nao, nguvu iliisha kabisa. DM za wanaume zilikuwa kibao. Wengine hiyo ni normal Prince. Mwanamke wa aina yote lazima atongozwe bwana. Lazima wanaume wajipime. Sasa wewe si ni binadamu. Hata wewe Prince, mtu akikukagua kwa DM yako, si kuna mademu wamejazana hapo. Hiyo it is very normal. It's normal. Yeah. Patana na wengine wako kwa process. Na mostly ni wale wa majuu na some celebrities. De moja yenye ilinifanya ni give up kabisa ilikuwa ya Willy Paul. Alimtext wakachat, jamaa naye akamuitisha kuonana na yeye, wakamit kwake nyumbani kwa dem, and the rest are history. Oh my goodness. Tumefika hapo. Kwa Lil Pose alikuja na evidence. Okay, inasemekana Lil Pose alikuidm na baadaye mkachati mpaka mkakutana na ukampeleka nyumbani kwako. Usiku wa manane mkifanya mambo. Chumvi kidogo. Nakapeleke na mtaratara. Good. Ndio hizi chat za mimi na Pose, sawa? Okay. Itanitoa? Hapana, twende nalo nipeleke na mtaratara vizuri. Utuko tu sawa. Ndio hii chat ya Willy Pose ni Oktoba, sawa? Alinitext hivyo. Nikamwambia thanks. Kuna message pia na message the same ambazo mlichati na Lil Pose. So tutajua baadaye hiyo kitu. Yeah, so ina make sense kidogo. Too much information. Lakini useneta huyu, nenda kulala, nafanya kazi usiku. Tawaletea habari kesho. Sasa unajua what happened? Kuna hizi nitwangu aje, ma screenshots zenye niko nazo haina za Chief Godlove. Juu namba nilikuwa natumia hiyo namba yenye nimeonyesha hapo ilikuwa ya Prince na alichukua. Sasa hizi nanga hiyo namba, natumia namba nyingine. Unanielewa? Ngoja tufocus, sawa. Expect hiyo. Yaani alikubali kila kitu faster na mimi nika screenshot na nikauliza Keke. DM naye ana jam akisema mbona nataka kujua sababu nilipatana na yeye eti alimpeleka tu date. Hapo ndipo niliamua nikasema hii imeenda. Sasa hapa Prince anatuambia kwamba wewe ulimwambia mlipelekana dates. Na wewe unasema hamkupatana. Which is weird. Hatukupatana. But nilikuwa nimeona insist, anikasema huyu jamaa si pia mimi aliniumiza. Nikamwambia hiyo siku sikuchukua simu, but tulipatana another day, akanipeleka date na akanirudisha kwa nyumba. Na nikamwambia if you want to, kama unataka overthink, fikiria tu vile unataka, mimi sina shida. But hatukuwahi patana na mimi na Willy Paul. Hatukiangalia simu yangu huwezi pata namba ya Willy Paul. Juu alinipiganga na normal call, akaniongelesha na kiburi, nikakata simu yake. Baadaye sikushika tena kinipigia. Ndo akasema niko kwa njia na nimepiga. Na hiyo tema kinipigia na normal kwa hakuniambia ni yeye. Like ananipigia ni kama tunajuana, ni kama mtu anakujua, like alafu anakuongelesha vile anataka. And I was like bro, nikakata simu. Ndo akatuma hiyo message muona kwa TikTok ya niko kwa njia na kupigia ushiki simu. Mimi sikuwahi chukua simu ya Willy Paul tena. Kwa hiyo haikukulwa. Okay, sawa. Haikukulwa. Labda kulwa kingine. Ala. Okay. Kama imefika mkono ya msanii, the day itarudi kwangu already ni scraps na hiyo damages sitaweza kucompensate. Na sio hiyo pekee. Nilipatana na mengi. Yaani within a month dem amezurura kuingia, amepatana na wengi. Sikutaka soul ties ama ugonjwa. Mimi nikajitoa kiroho safi. Nakumbuka 2 years ago nikiishi huko side za Thika. Alikuwa anaishi Isili akifanya kazi ya kinyozi. Siku anakuja kwangu kushoot, nikiangalia mkono yake vile imeganda kama mwanaume anafanya mjengo 24/7. Prince nao umezidi. Eti alikuwa anafanya kazi za mjengo. Prince nao umezidi bwana. Mwanamke umwashamed like hivyo. Eti mkono umekoma kama anafanya kazi za ujenzi. Hii sio poa, na umemkanyaga vibaya bwana. Mkono msumbua, unasemaje wewe? Hiyo nani kukanyaga? What do you mean? Enda kando kila siku nikilia. Na mwambie hivi, hii mateso unapitia siku moja itaisha.
mkono yake ikuwe soft kama dem, avae vizuri, akule vizuri na ishi maisha mazuri. Kumbe nguruwe hata umoshe aje atarudi tu kwa matope. Nakumbuka kila siku alikuwa Prince, pia ulikosea na una vulgar language. Nguruwe tena hata umwoshe aje, kwa hiyo unamfananisha na nguruwe. It's not worth it. Mtu alikuwa anakupa utamu kifua saa 7 usiku. Sio poa. Usijaribu pia na wewe. Anyway, tuendelee. Niambia vile boss wake alikuwa anamtaka kimapenzi. Anamtesa. Sikuwa na uwezo lakini nikamtoa pale, nikamtafutia. Ni ukweli wewe boss ambapo unafanya kazi alikuwa anakutaka kimapenzi? Is it true au ni? Mali nimefanya kazi za vinyozi. Like isipokuwa tu ni place moja. Mali wote nilikuwa naenda nikifukuzwa, nilikuwa nafukuzwa juu natakwa na boss ama manager, nikikataa nafukuzwa. Hiyo ni normal na wanajua. Okay. Kazi fulani yenye ana promote marashi kama sales lady hapo BBS mode. After hapo nikafocus na brand yake hadi nikajisahau juu ya mapenzi. Nikamtoa Isili nyumba analipa 3,000 kwa mwezi, nikamkodeshea one bedroom hapo Ruiru. Prince, nao ulijisahau vipi na mapenzi? Mapenzi yamerani dunia. Ukajisahau tena. Saa ngapi? Amesema huyu hapa. Sikutaka sota isa mgonjwa. Mimi nikajitoa kiro safi. Nakumbuka 2 years ago nikiishi huko side za Thika. Alikuwa anaishi Isili akifanya kazi ya kinyozi. Siku anakuja kwangu kushoot nikiangalia mkono yake vile imeganda kama mwanaume anafanya mjengo 24/7. Naenda kando kila siku nikilia. Namwambia hivi, hii mateso unapitia siku moja itaisha. Mkono yake ikuwe soft kama dem, avae vizuri, akule vizuri na ishi maisha mazuri. Kumbe nguruwe hata umoshe aje atarudi tu kwa matope. Nakumbuka kila siku alikuwa akiniambia vile boss wake alikuwa anamtaka kimapenzi. Anamtesa. Sikuwa na uwezo lakini nikamtoa pale, nikamtafutia kazi fulani yenye ana promote marashi kama sales lady hapo BBS mode. After hapo nikafocus na brand yake hadi nikajisahau juu ya mapenzi. Nikamtoa Isili nyumba analipa 3,000 kwa mwezi, nikamkodeshea one bedroom hapo Ruiru. After that, yeye ndo alikuhamisha Isili na kukupangishia nyumba kulipia rent mahali fulani ambapo umesikia? Nilikuwa nimesema aje mwanzo. Nani alinitoa Isili nikihamia kwa nyumba ya 20,000. Yeye akakuja kuniongelesha akiniambia juu yeye haezi kana hao vijana wengine ni mhost akijisaidia kutafuta. Sasa yeye kusema yeye ndo alinitoa Isili akanihamisha. Ati ni sawa. Alikufanyia hiyo kazi ni ule wa US. Sasa basi. Singilisema mtu hapa. Okay. Hiyo alidanganya na najua tu anaongea uongo. Juu Kenya vizuri aka-insist tuishi pamoja. Na after that my life changed completely. Nika-cut off marafiki wangu wote juu yake. Stories za madem pia nikaanza kuachana nazo. After nilidecide kusettle na yeye, nikafanya proposal mbele ya watu wetu na mafamilia kuprove vile nampenda. Since the proposal sijawahi katia msichana ama kukuwa na mahusiano yote. Juu hata relationship yetu ilikuwa public by the way. Baada ya story ya jela, life yangu haikuwa the same. Alikam back again, akachukua vitu zangu zote za nyumba zenye tumenunua pamoja na stuff zingine hadi akapeana kwa marafiki. Kwa upande wangu mimi nikisikiliza Prince, kwa jicho langu la kudadadeki la kuona mbali, kidogo niseme la unaelewaga tunavyosemaga hapa, ni kama Prince bado anampenda huyu dem. Ni maono yangu, ni maono yangu the way ninavyosikia, nikisikia sauti yake, nikisikia namna kauli zake, nikimwangalia appearance ni kama Prince bado ako in love na huyu dem. Sema kweli mpenzi wa Mungu. Thank you. Rafiki zake wa Burundi. Mimi nilibaki tu na equipment zangu. Ilibidi nianze from zero. A good friend of mine akani host, akanilipia therapy na nikaanza kurecover pole pole kwa sababu kama boy child hakuna mtu anakuelewa. Hata ningetokelezea kwa social media wengi wangeside na yeye vile ilifanyika mbeleni na mimi ni baki bure. So juu kesi bado ilikuwa fresh kwa polisi, mimi sikutokelezea kuongea anything. Watu wa media pia waliweza kunitafuta kusikiliza the side of my story, but nikakataa juu emotionally sikuwa sawa. Within 5 months nilijikaza kurudi social media pole pole. Juu mimi ni first born, kuna watu kama 3 na wasomesha high school, na bado second born wetu nimempeleka campus huu mwaka. Nikajikakamua pole pole kama mwanaume,
nikachukua savings, nikaongeza some equipments ndio nirudi fully kwa content creation hasa YouTube. Siku moja nikapata email yangu imekuwa logged out na YouTube yangu ya over 100k subs imechukuliwa. Baadaye nikagundua hapo kwa namna kunavyoenda, bado Prince anaonekana na mahaba, ana mapenzi ya kutosha kwako, hata kama bado haja heal. But kwenye ukweli kama majirani tumejua kuna ukweli, na kwenye uongo tumejua. Tunafikiri comment section tutakutana FYP huko tukikanyagana tujue ukweli uko wapi. But kila mtu abebe ukweli alikuwa nao. Hapa anadai kwamba kuna muda alikaa ghafla Binivu akakuta eti mumemlog out kuhusu social media zake, YouTube na kila kitu. Nani alifanya hivyo? Uongo, baby ngoja. Uongo, ni uongo. Mimi ndio niliamka siku moja, hata ni juzi tu, hata nikienda Burundi. Nilikuwa naenda Burundi nikaona nikiingia kwa TikTok you are logged out. Nikiingia kwa IG you are logged out. Ala. YouTube you are logged out. Unasema venye hapo. Na ni ukweli ukisema. Okay, msikize. Ina make sense pia kwa sababu ukimsikiza mwanzoni alidai kwamba yeye ndo alikutoa before. Akadai kwamba utafute lawyer ili mfanye kazi, ni kama kucontrol fulani hivi. But this time around inakaribia kuisha, anadai kwamba pia naye alistuka naye mnamfanyia hivyo. Tunamfanyia aje? Alichukua akaunti zangu, nikafanyaje? Nika inbox nikijaribu kulogin kwa IG yangu inakataa. Nikilogin kwa IG inakataa. Kitu nilifanya ni kuna face recognition inakuwa IG na kuulizanga. Kama mtu amechukua akaunti yako na content ziko hapo ni zako, unatumia sura yako, wanarudisha akaunti yako direct. Hiyo ndio kitu nikarudisha IG na TikTok. But nini ndio wako nayo tu. YouTube wako nayo nikamwachia. Mimi nikasema YouTube sina shida nayo, abaki tu nayo. So ulimwachia YouTube yako? YouTube nilimwachia. Okay. Kumbe ni ex ashabadilisha jina na akadelete video zote. Nikapigia DCI mwenye alikuwa na kesi yetu. Hapo. Inasemekana kwamba ex ya ilikuwa YouTube channel, sawa? YouTube channel si yetu. Ilikuwa kwa simu yangu, ilikuwa kwa simu yake. So mimi niliangalia nikaona hakuna kitu inapostika kwa hiyo YouTube. Mimi nikachange jina hiyo time, nikachange jina, nikasema acha nitengeneze content. Bila tu nimechange jina hivi kidogo, sijui nikitravel hivi nikifika home ndio nikaona you are logged out. Hiyo YouTube imetoka. YouTube ilienda. Okay. Vile ilienda sasa mimi nikajaribu kufuatilia, akanipeleka kwanza mara kwanza akapeleka case police station. Mimi nimechukua YouTube yake, nimechange jina nini. Kidogo akachukua YouTube. Mimi nikaona kufuatilia sasa YouTube all the time. Nikaachana tu na hiyo story. But still kesi ingekuwa bado kwa polisi still. Okay. Huko mbeleni vile alimpigia kumuuliza Dema akasema hataki yeye afaidike na mimi nifaidike, ndio maana alidestroy. Hapo DCI alikupigia simu ukadai kwamba hautaki, yani ni bora mkose wote. Ukweli ni upi? Mara kwanza huyu polisi akinipigia aliniambia huyu Prince amerudi kukushtaki tena ati ana claim hiyo YouTube ni yake. Nikamwambia si mnajua hiyo story from kitambo, YouTube ni ya nani? YouTube ilikuwa yangu but tumegrowsha pamoja. But kitu iko ni mimi siwezi mmwachia. Yeye hataki kuniachia. Sina fadhali kama nikuuza hiyo YouTube, tukule hiyo pesa tugawane, juu hatuwezi fanya kazi pamoja. Mnaona? Ama kama nikukosa tusikose sisi wote. Ndio pia sisi wote turidhike. But nikakaa chini nikasema sioni haja ya kufanya hivyo, acha tu akae na hiyo YouTube. Mimi nilisema acha tu akae nayo. Hata hiyo kesi imekaa sijui kitu kama 3 weeks kwa polisi, jaifuatilia, niliachana nayo. Okay. Sijaimtumbua tena kuhusu YouTube mimi. Okay. But yeye still hadi wa leo. Yeye nimeandikisha statement kuhusu hii. Login kwa accounts zangu bado anajaribu kunihack. Hadi wa leo, hata jana alijaribu kulogin akashindwa. Okay, video imeishia hapa. Kwa namna nilivyosikiliza kwa umakini kuanzia mwanzo mpaka mwisho, na majibu na maswali ambayo nimekuuliza na ambao umenijibu, vitu vingi mnaendana, yani vitu ambavyo Prince amezungumza na vitu vingi ambavyo wewe umezungumza vinaendana, kwa sababu ina maana kuna ukweli ambao unaendelea.
but kwenye swala la threat ni kwamba alikuthreat, hiyo kwangu mimi sio polisi, lakini polisi waliona kwamba alikuthreat, lakini kwetu sisi hapa Unajua audio sio peke yake. Unajua kitu muelewe, audio sio peke yake. kama kuna zingine basi na maana Audio ziko mingi, but hiyo ndio nimeweza kupata juu ni kitu ile happen kitambo. Okay. Sawa. Kama kuna nyingi ambazo zina mambo mengi, so tuweke tiki pia. Audio ziko mingi. Mimi nahisi Prince bado anakupenda kwa upande wangu mimi. Nikimsikiliza kwa umakini. Ni kama huyu jamani ameumia kimapenzi zaidi yani. Akiangalia ni wapi mlipotoka, wapi alikutoa, the way anavyosema, alivyokuinua, unaelewa? The way unavyosema aliwahi kukusaidia alipokutoa mpaka hapo ulipo, ni kwamba bado yupo kwenye mapenzi, yani bado anakupenda, lakini ndio hivyo afanyeje yani. Tunakimbia moja kwa moja, tunafika kwa Obinna. Kwa Obinna mlienda wenyewe kwa hiyo interview. Lakini baada ya hapo inaonekana kuna communication between you na Obinna ilifanyika, na akadai kwamba wewe unaongea na marafiki zako kuambia kwamba mimi ni bora nijifunge kwa Obinna kwa sababu ana connection. Lakini utamu nikimpa namna gani hapa atanipa connection nyingine, lakini pia umekataa. Umesema kwamba sio ukweli, ilikuwa ni mambo ambayo mlipanga kama okay. Na tulikuwa wote watatu tukipanga. Vile tulikuwa tunapanga hiyo show, alikuwa na niye alileta proposal. Mimi sikuwa naongea na Obinna, yeye ndiye alikuwa na communicate na yeye. Like and I'm like mbona kuja kusema hivyo uongo hivyo? Ati sasa mimi ndio nilikuwa namtaka Obinna. Namtaka juu ya nini sasa? Okay. Kwa hii story kuna mtu ambao ulikataa kumtaja. Hopefully mimi nimtaje kivyangu kwa sababu kwenye chai lazima inaitwa funguka client with Boscan. No. Boscan usimtaje please. Hata sasa amenitesa, ameniambia nisimtaje. Please. Bas. Please. Tuheshimu kwa sababu ya. Unajua hizo stories zingine zimekuwa happen. Usitaje. But allow me, ukiondoka baadaye nitamsengenya kidogo. Okay please Boscan, please usifanye hivyo. Okay. Please. Okay. So yote ambayo mmezungumza naelewa, but kuna hii kitu ambayo inanishangaza zaidi yani. Senator aliingilia kati, Senator mlishajua mambo anayafanya, Senator alikuvua nguo, Senator baada ya hapo mambo akawa ni mengi, umeenda polisi waweza mfanyia chochote. Huyu Senator, hii kesi ulifuatilia hata kama alikulipa 30k ya kulipa rent na vitu vingine, labda matibabu au ukitufanya matibabu kutokana ulikuwa umepata matatizo. Je, hili jambo lilishika kwa sababu it's very sensitive. Mtu kukuvua nguo na kuambia kwamba alinilipia pesa za kwenda OC. Juu alinitumia 30,000, mimi nalipa rent ya 45. So unasikia iendani hata. Alikuwa ananitumia hiyo time nilikuwa nimevunjika huku kote. Juu ya kukimbia, kuanguka. Huku kote nilikuwa na kidonda inatoka hapa hadi huku. Ilikuwa hapo pesa ya OC. Yeye alisema mimi nitakupeleka OC, but hiyo story tuachane nayo. Do you think hiyo 30k ambayo ni ya OC alikupatia it worth it kwa kile ambacho alikufanyia? Na je, kama hii ni kesi kwa nini kuendelea nayo, au uliogopa kutokana na maisha yako? Niliogopa. Like as my safety. Niliogopa. Utaki mambo mengi. Ina make sense pia. Okay, but hii kitu ni ngumu sana. Guys, majirani tuende undercover, tukamtafute, tutamjua tu baadaye panapo majaliwa ya Mungu. Moja kwa moja kuna jambo lingine limenishtua kidogo hapo katikati. Kuhusu lilipozea umetuelekeza, umetuambia namna kulivyoenda, japo Prince anasema kwamba alikuja nyumbani kwako, na wewe pia ulisema kwamba umemjibu hivyo Prince because pia naye aliwahi kukucheat, so umefanya hivyo tit for tat ili aumie, lakini haikufanyika. I know, I did that. Na kwenye message pia tumeona lilipoza yake kwa alikwambia niko karibu na kwako lakini haupokei simu. So it means kwa njia. Juu sijampea niko kwa njia but ushiki simu. Na sijai muongelesha kwa. Nyie ambao mnasema panisha Prince kwani yuko hapa? Hayupo guys. Yuko. Yes. Analia. Oh my God. Wait a moment. Oh my God. Really? Basi watu ambao mko kwa guest tokeni, kwa sababu sioni. Tokeni kwa guest tafadhali.
Prince. Ni Prince the Don hapana. Huyu sio yeye. Tokeni kwa guest. No, this nigga is trying to lie on my name. I ain't gonna do that. What the? No, wait. Subiri. Ngoja, tulia. Nini anaambia? Uongo. Simoni kwa guest guys. No. Tulieni kidogo, tulieni. Invite. Ni muinvite vipi na niko na watu kwa guest? Yuko hapa kwa live yangu au kwa live yake? Hemu mnieleweshe. Lemi, ngoja. Nimvurute. Hello guys, I hope mko salama. Hata mimi niko. Wait a moment. Ongelesha nikaona after 2 days. Mimi yana account gani huko? Bali na hadi ile siku tutaelewana na tuendelee na mapenzi yetu. So, analia. Watu wananiambia nini? Wengine mambo ni mengi sasa. PK ndo nani? Unaitwa na Boscan. Boscan kama ako kumhost yo dem, mimi sikuji pale kujiexplain. Kama labda ako tu kwa live yake, yeye peke yake, mimi nitajileta hapa nikuje niulize Kenya labda anataka kuniuliza ama nijiexplain. Lakini kama ako na yeye wako it makes sense. Kama wako live pamoja, mimi sitaenda huko. Ngoja tumalize. Ina make sense by the way. Ebu let me check. So kuna nimeshaelewa upande zote mbili. So what do you think? Kwa sababu lazima tusikie pia upande wake mwingine. Umesikia nani keke? Kwa upande mwingine tumeshajua ukweli kwa upande wako na kwa upande wa Prince. But pia nakwambia anahitaji pia yeye mwenyewe kuja peke yake bila kuwa na watu kwa guest. Sawa. Is it okay? Sina shida na hiyo. Na kwani rafiki ameruka kwamba this guy anataka kuline na jina la. Kuna kitu alikuwa anaongea ati huyu alimwambia na huyu anajua hajamwambia. Ndio alikuwa anaruka hapa. Okay, so allow me tusikie upande wa pili. Upande wako tumesikiliza kwa umakini. Mimi kwanza vitu vingi vimekuwa ni ukweli, but natanisikize pia boy child kwa upande wake. Sawa. Okay. Guys, mumwambia kuje sasa. Acha mimi drop. Okay, so thank you for coming. Usijisikie vibaya kwanza. Usione kwamba umenania, hapana. Ni kwa sababu labda naye anataka kujieleza, kuna kitu hakiko sawa. Unaelewa? Ikiwa kuna wewe ukiona kwamba kuna vitu pia amezungumza viko sawa, we still have time. Even tomorrow, even today, as you wish. Don't worry then. Thank you. Okay, sawa. Okay. Mambo ni mengi. Muite tusikize boy child. Mimi hata siwaelewi. Mwingine ananiambia enda, mwingine ananiambia usiende.